90178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Now introducing My Story, story yangu. Let's know. Naam, habari ndo hiyo ushaipata, ikiwa ni tarehe 4 Juni, siku ya Ijumaa, mwaka wa 2021. Tunakukaribisha tena kwenye meza hii ya magazetini tuweze kujijuza mawili matatu ambayo yamenakiliwa kwenye magazeti yetu hii leo. La kwangu ni gazeti la The Standard, jina langu ni Edwin Mukaya. Kama kawaida ni Fidel Omoshoge nikiwa na gazeti la Taifa Leo, na ningependa niweze kukupitisha ningependa niweze kukujuza yale ambayo yamenakiliwa katika ama yamechapishwa katika ukurasa huu wa mbele. Unavyoona kuna rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta, kuna speaker Justin Muturi, na kuna wananchi hapa chini. Ningependa niweze kuangazia zile taarifa ambazo zipo katika ukurasa huu wa mbele katika gazeti la Taifa Leo. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba wanasiasa wa Mlima Kenya wapigania kuhusu miungu. Kuhusu miungu wanamaanisha kutawazwe. Kumbuka kwamba speaker wa bunge Justin Muturi aliweza kutawazwa na wazee wa eneo la Mlima Kenya. Sasa wananchi wengine ama wanasiasa wengine ikiwemo William Samoei Ruto ambaye ni naibu rais, BK ambaye ni Peter Kenneth ambaye pia amewania urais kwa wakati mmoja, wanasema kwamba Justin Muturi ambaye ni speaker hakufaa kutawazwa. Tutaangazia katika ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa tatu wanasema kwamba kuna yule mwalimu ambaye alikuwa muua mumewe, sasa ataishi gerezani kwa miaka 30. Katika ukurasa huu wa pili kwamba wanasema Uhuru Kenyatta adunga Odunga Ngugi. Odunga Ngugi ni mmoja wale majaji watano ambao walikuwa wamebadilisha uamuzi wa ripoti ya kuunganisha wa Kenya ya BBI. So wanasema kwamba Uhuru adunga Odunga Ngugi. Huo ni ukurasa wa 3. Tutaangazia habari hiyo. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba jamaa asimulia kisanga chake cha nyoka mwewe. Kuna yule jamaa kutoka kaunti ya Kitui, lakini unajua nikisikia kaunti ya Kitui tu tutaangazia kisa hicho. Katika ukurasa huu wa pili wanasema polisi watibua mkutano wa wanachama wa UDA Pwani. Kumbuka kwamba wanachama wa UDA wamekuwa wafanya mikutano hiyo, walifanya katika kaunti ya Kisii majuzi katika mtaa wa Mwembe pale waliweza kufanya na haukufanikiwa. Ukafanikiwa polisi kufika pale wakapata kwamba washamaliza. Katika ukurasa wa 11 hadi 14 ni burudani, tutaiangazia. Naam, moja kwa moja, shukran sana mwenzangu hapa. Ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard tunaenda kuangalia yale ambayo yamenakiliwa kwenye gazeti hili, japo tutaangalia tu kwa kidogo. Tunaangalia kwanza, tunaona judges Uhuru yields. Hapo wanasema kwamba kidogo Uhuru aliweza kuzoa kidogo baada ya kuwateua majaji watakao ingia pale Court of Appeal. Nakumbuka kuna wenye waliachwa nje, kuna wale ambao kidogo waliweza kusimamisha rege ya BBI, kidogo waliachwa nje kwamba hawajafikia ile threshold yenye inatakiwa. Vile vile ukurasa wa 4 tutangazia Kitengela, ambapo tumegundua kwa sana wiki 2-3 ama muda sasa kuna vifo vingi zaidi vimekuwa vikifanyika pale. Watu wamekuwa wakiuliwa. Msichana mwenye miaka 8 mwenye aliuawa juzi, Chantel, pia kutoka eneo la Kitengela. Kwa hivyo tunauliza kwamba je, hapo ndio kuna deni ya criminals? Tuna kuangazia hayo. Vile vile tunaona hapa bosses mabosi watapata marupurupu mengi zaidi in the COVID year. Hayo tangazia ukurasa wa 32. Vile vile kuna kisa hapa kimeangaziwa sana, tumekuwa kiangazia katika magazeti tangia wiki jana, na ni kisa cha principal mmoja wa shule, tuseme ni principal walimu wakuu shule 2 ambao mapenzi yao yalielekea kaburini, lakini tunaona hapa kwamba haki ishatendeka.
ukurasa wa 8 na 9. Ukurasa wa kwanza huo wa gazeti langu la The Standard. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwa wanasiasa wa Mlima Kenya wapigania miungu wao. Hii ni baada ya spika ambaye ni Justin Muturi kuweza kutawazwa na wazee kutoka maeneo hayo ya Mlima Kenya. Kumbuka kwamba naibu rais William Samoei Ruto na pia rais Uhuru Muigai wa Kenyatta back 2017 waliweza kufika pale na wakaweza kutawazwa ili kuweza kuwania kiti cha urais 2013 2017. Huwa imekuwa kama ni kawaida yao kutawazwa. Pia kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na mwenye chama cha NC Musalia Mudavadi waliweza kutawazwa pale Kwale. Naona kuna picha huku wakitoka kichakani ili kuweza kutawazwa. Sasa viongozi wa kidini wanasema kwamba wanasiasa wamezoea kutumia imani ya jadi kushawishi wapiga kura ili kuweza kuwaunga mkono kwa jina la miungu. Wanasema kwamba haifai hata kamwe, huko ni kujidanganya. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba polisi wanaendelea kufuruga mikutano ya UDA. Kumbuka kwamba siku ya Jumatano wanachama wa chama cha UDA walikuwa wamefanya mikutano yao katika maeneo ya Kisii pale Mwembe, pale ambapo mkutano wao ulitamatishwa vizuri, lakini kisha baadaye wakimalizia walipata ujumbe kwamba polisi walikuwa wanaelekea sehemu ile ili kuweza kuwatawanya, lakini hivyo uzuri wao ni kwamba walikuwa washamaliza mkutano wao. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba OCS ashtakiwa kuua raia apewa pondi. Kuna yule OCS ambaye alikuwa ameshtakiwa kuua raia wa miaka 28 pale katika kaunti ya Garissa wakati walikuwa wanajivinjari katika baa moja. OCS huyu sasa amepewa ponda ya shilingi milioni 1 na wadhamini wawili wa kiasi sawa. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta adhibu majaji waliozima rege ya BBI. Inasemekana kwamba Rais Kenyatta awateua majaji waliokuwa amekataa kuidhinisha tangu mwaka wa 2016, lakini akawaacha nje wawili waliokuwa kwenye jopo la majaji 5 waliomzimia rege ya BBI mwezi uliopita. Kwenye uteuzi huo aliwaacha nje pia wengine 4 kinyume cha uamuzi wa mahakama uliokuwa umesema kuwa hana mamlaka ya kuhariri orodha ya JCS. Wanasema kwamba baadhi ya wale ambao waliajwa nje ni akiwa Odunga, Jaji Odunga na wengine 4. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba aliyemuua mmewe huyo nimesikia Edward kimzungumzia. Kuna yule mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Cecil kaunti ya Murang'a Jane Muthoni na mwingine mmoja ambaye walikuwa wameshukiwa kwamba walimuua mumewe Jane. Sasa inasemekana kwamba atafungwa gerezani kwa miaka 30 baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mumewe. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Naona habari ya mwisho ikiwa ni kwamba kuna yule kamanda ama constable wa polisi Norman ambaye alikuwa ametoweka kwa siku 17. Wanasema kwamba aliweza kurejea katika kambi. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa wa 2 na 3 katika gazeti la Taifa. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, tuende moja kwa moja kwenye ukurasa wa 2 gazeti la The Standard. Hapa kama kawaida kuna historia kidogo. Tunajikumbusha miaka imepita, miaka 90, 20, hayo ya nyuma kabisa. Leo tunakuangazia Muthaiga inayopatikana pale Nairobi. Tunaangazia jinsi ilianza na vile vile tunaangalia sasa hivi pale Nairobi. Wajua watu wanapigania mashamba zaidi. Kila mtu anataka pengine kupata kiwango fulani cha shamba. Na hapa tunaambiwa kwamba haijaanza jana wala haijaanza leo wala haitaanza kesho. Ni jambo ambalo lilianza zamani sana, ambapo tuko na kulikuwa na mzungu alikuwa anaitwa Sandbach Baka ama Beka. Beka alikuwa ashajipatia eka 1500, kunradhi 1500
eka 5,000 ili aanze kuanzia dairy farm pale Muthaiga, lakini kidogo baadaye bibie Beka ambaye alikuwa anaitwa Mari Vera aliona kwamba haijafanya vyema. Hii ni baada ya bwanake kufa. Na mwaka 1907 hapa ndo sawa waliamua kwamba kidogo waweze kugawanya vishamba vile ama ile shamba kwa ujumla ambao lilikuwa eka 5,000 ili waweze kuuza angalau wapate hela. Kwa hivyo waliweza kuuza walikuwa wanauza kwa sterling 20 sterling pounds ambayo ni pesa nyingi zaidi kwa wakati huo. Ingawaje baadaye walikuja wakapatwa na mashida, manake kutokana na legal documents ilikuwa 754 acres. Ilikuwa 717 acres, lakini sasa waliuza more than 754 acres kwa vile vishamba ambavyo waliweza kugawana ili waweze kuuza. Na vile vile hapa Muthaiga ilikuja kwa sababu hapo sasa watu walinunua hivyo vishamba, wazungu wakaanza kujenga nyumba, na kulikuwa na umea ambao ulimea pale Muthaiga ambao ulikuwa unaitwa waliuita Muthaiga. Kwa hivyo jina Muthaiga likatokana na jina hilo Muthaiga. Hiyo ni mwaka wa 1928. Kwanza hapo vile vile miaka miwili mitatu hivi iliyopita kidogo wakaanzisha klabu ilikuwa inaitwa Muthaiga Club, ambayo ilikuwa na masharti zaidi kwamba Asians and Africans wako nakubaliwa kuingia pale, ilikuwa tu wazungu tu. Kwa hivyo leo tumejijuza na kujijulisha jinsi jina Muthaiga liliweza kutokea. Na vile vile kuna wale watu matajiri, mabwenyenye ambao vile vile hutaka sana kuishi pale Muthaiga sababu kwamba ni mahali ambapo pako cool. Mbali na pale town pale Nairobi ambapo kuna magari kelele. Kwa hivyo Muthaiga imetulia kidogo. Ni hayo tu kwenye ukurasa wa pili. Vile vile uweza pata gazeti lako ujisomee kwa kina zaidi ili uweze kupata historia hiyo vyema tena sana. Kwenye ukurasa wa 3 hapa ndo tunaangazia vile vile kuna kisa cha shamba na mali ambapo kuna wakili mmoja ambaye anaitwa Kimani Muhoro ambaye alikufa kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Aliweza wakati alifariki. Sasa hivi kesi imeenda pale kotini ili kuhakikishia watu kwamba kweli alikuwa ameoa ama hakuwa ameoa, manake kuna mali mingi zaidi. Na hizi fights zilianza pale Ruai RFH Specialist Hospital mwaka huu March 17, ambapo hivyo vita hivyo vimeanza kuongezeka kidogo hadi sasa hivi vishaelekea pale kotini. Pamoja na mali ya mwenda zake ni kama alikuwa na nyumba pale South Bay, 2 bedroom house pale Hazina Estate Nairobi, 4 bedroom house in Msambweni, na mali mengine kama kulikuwa na mashamba pale Kiambu, Kajiado, Naivasha na mengine mengi. Kwa hivyo kesi hiyo imeelekea pale kotini ambapo watabayana wazi, itakuwa wazi kwamba je, mwenda zake alikuwa ameoa na je ni nani ataridhi mali yake. Hayo ni katika ukurasa wa 3. Vile vile ukurasa huo ndo tunaangazia hapa kuna tume ya World ya WHO imekubali kwamba kuna ile chanjo ya pili ambayo imetoka pale Chinese kwamba iweze kutumika. Wamesema kwamba hii tume ya World Health Organization imekubali kwamba chanjo hiyo inafaa. Chanjo inaitwa jina kwa Sinovac Coronavac, kwamba itatumika zaidi, manake pengine inaweza tumika when situations za emergency ziko pengine, manake washaiangalia na kuifanyia uchunguzi na kugundua kwamba kidogo kuna 51% wenye wamekuwa vaccinated using this vaccine wanasema kwamba kidogo it is so efficient. Kwa hivyo washaikubalia kwamba iweze kutumika. Vile vile kumbukwe vile vile kuwa baadhi ya nchi zimeanza kutumia chanjo hii ili kuwapa wananchi wao. Ukurasa wa 2 na 3. Katika ukurasa huu wa 4 ni habari za county, pale ambapo wanasema kwamba kutoka county ya Garissa wanasema kwamba chama cha UDA
wale ambao ni wanachama wao, baadhi ambao ni marafiki ama wandani wa naibu rais William Samoei Ruto, wanasema kwamba kuna njama ambayo ni fiche ya kuongezea Uhuru Muigai Kenyatta. Wanasema kwamba mirengo mbalimbali ya kisiasa inakabana kulingana na madai kuwa huenda tarehe ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 ukasongezwa mbele ili kumpa rais Uhuru Muigai Kenyatta muda wa kuendelea kuongoza. Huo ni ukurasa wa 4, taarifa ya kwanza ya kaunti ya Garissa. Taarifa ya pili ni kaunti ya Nairobi ambapo wanasema kwamba gavana Sang na seneta Jerangei walumbana kuhusu miradi hewa. Katika kaunti ya Eldoret ama eneo la Eldoret wanasema kwamba bodaboda kurudi kotini kuhusu ulanguzi wa dawa za kulevya. Katika kaunti ya Kitui ni yule jamaa mmoja anajulikana kama David Kaula Musyoka ambaye alikuwa ni mfanyikazi wa kaunti ya Kitui, aliumwa na nyoka pale ambapo nyoka walikuwa wanapigana ama wanakabiliana na tai. Huyo ndege anajulikana kama tai. Wanasema kwamba pigano la tai na nyoka lamsababishia jeraha bwana David Kaula ambaye pia ni mfanyikazi wa kaunti. Katika kaunti Homa Bay wanasema kwamba wavuvi 7 wakamatwa kwa kutumia nyafu haramu. Mombasa wanasema kwamba wajuzi waishinikisha serikali iwarejeshe katika bustani la Mama Ngina waendelee na biashara zao. Hayo tu ama hizo ndio taarifa ambazo zimenakiliwa katika ukurasa huu wa 4 na 5. Nikiangazia ukurasa wa 6 ni habari za Afrika na dunia, pale ambapo wanasema kwamba waziri mkuu wa Israel ambaye ameongoza kwa miaka 12 wanasema kwamba uongozi wake humo hatarini, pale ambapo Netanyahu kwenye hatari, pale ambapo huyu ambaye ni Yair Lapid kiongozi wa upinzani anasema kwamba atakabili Netanyahu na kuweza kumshinda katika uchaguzi ujao. Katika ukurasa huu wa 6 wanasema kwamba mahakama ya ICC sasa inataka mwandani wa Bashir ashtakiwe, huku wakisema kwamba aliweza kusababisha vifo vya watu wengi sana katika nchi ya Sudan. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba hisani yasitishwa kwa sababu ya usalama. Hapo ni mjini Juba, Sudan Kusini. Katika Nigeria wanasema kwamba Twitter motoni kwa kufuta chapisho la Buhari mtandaoni. Buhari ndiye rais wa Jamhuri ya Nigeria. Hayo tu ndio yamechapishwa katika ukurasa huu wa 6-7, huku ukurasa wa 7 ukiwa ni jaribio la mtihani wa jiografia. Naam, asante sana. Ukurasa wa 4 hapa ndo tunaangazia, kuna story moja ambayo tuliangazia ukurasa wa kwanza, ambapo watu wanauliza kwamba pale Kitengela nini kinaendelea pale, manake kuna vifo vingi zaidi vimeweza kurekodiwa kutoka pale, na sasa hivi swali ni je, nini kimefanyika na njia gani inaweza tumika ili kuzuia vifo vya aina hii. Mwanzo tukiangalia kwenye kijiji hicho kuna watu 7 waliweza kuuawa miaka 10 iliyopita na miili yao kupatikana kwamba imezikwa kwenye makaburi yenye hayakuwa yamechimbika vyema. Wanasema shallow graves. Wanaume 7 ambao wakati huo ilikuwa imekubalika kama ilikuwa imetuhumiwa kwamba walikuwa wameuawa na Mungiki sect, ambao walikuwa wamekuja sehemu hiyo na kutua pale. Vile vile miezi 3 iliyopita kuna mwili wa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Michael Lomondi ambao ulipatikana kwamba ulikuwa huyo mmoja alikuwa ni mechanic, mtu kutengeneza magari kwenye karakana yake pale Kitengela town, ambao ulipatikana vile vile umezikwa kwenye kaburi ambalo halikuwa limechimbika vyema mita chache tu mahali alikuwa ameuawa. Vile vile kuna mwanaume na bibie ambao vile vile waliweza kushikwa sababu ya kitendo hicho na kuhukumiwa pale Kajiado, koti ya Kajiado. Vile vile mwezi jana
Mwezi jana kuna mwanaume wenye umri wa makamu ambaye aliweza kuuliwa, vile vile na mwili wake kutupwa kando ya barabara pale Kitengela, mita chache tu kutokana na kituo cha polisi. Ndio ni jambo la kusikitisha, manake tunadhamiria kwamba pengine kama kuna kituo cha polisi mambo kama haya hayawezi tendeka, lakini huyu aliweza kuuliwa na vile vile mwili wake kutupwa barabarani kando ya barabara mita chache tu kutoka kwa kituo cha polisi. Kulingana na kamanda anaitwa Muthuri Mongera wa Kajiado County, aliweza kuhakikisha watu kwamba usalama utaimarishwa na vile vile askari wataanza kupiga patrol. Lakini japo ngawaje aliweza kusema hayo, wiki 3 zilizopita kuna wanaume 4 ambao vile vile waliweza kupotea tu. They just went missing, ambaye ni Elijah Obuong, Jack Ochieng, Benjamin Mbai na Brian Oduor ambao waliweza kupotea mnamo April 19. Na story hii tuliweza kuiangazia hapa kwenye magazeti haya hapa kwenye hii meza, na miili yao vile vile iliweza kupatikana kama ya nani yule Mbai na Obuong iliweza kupatikana Murang'a na Kiambu mtawalia. Na tunajua wiki hii vile vile kuna mtoto yule ambaye aliweza kuuliwa ambaye ni Chantel Nzembi mwenye umri wa miaka 8, na vile vile kuna watu watumiwa ambao waliweza kushikwa. Mmoja alishikwa sababu, na kuna mwanamke anaendelea kutafutwa ambaye aliweza kumlua yule mtoto hadi kupelekwa, na vile vile alikuwa naomba ransom ya 300,000 kutoka kwa mamake, na zilipokosa walipata kwa mtoto huyu ameuliwa na ametupwa kwenye kichaka ndani ya gunia. Kwa hivyo watu wanauliza kwamba inakuaje? Hiyo ni story ambayo utapata kwenye ukurasa huo wa 4. Bila bila ukurasa huo hapa ndio tunaona kwamba kuna majaji 6 ambao kidogo waliweza kupigwa nje na rais baada ya kuteua wengine majaji 34. Haya ni baadhi. Kumbuka kwamba wakati Maraga alikuwa kwenye cheo chake kabla yeye kustaafu, alikuwa anapigania zaidi majaji hawa 40 waweze kuteuliwa, lakini hapo jana kutokana na gazeti Uhuru ambaye ni rais wa nchi ya Kenya aliweza kuwateua 34 na kuacha wengine 6. Nakumbuka hawa 6 ambao waliachwa nje ni wale ambao kidogo walisema it was illegal, BBI was illegal and void, na kutokana na ujumbe ambao ulitolewa walisema kwamba wajaji hawa hawakuwa wamefikia ile threshold inatakiwa ili waweze kuteuliwa. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 hapa ni jumbe tu, matangazo. Vile vile ukurasa wa 6 kuna action movie film ambayo inaitwa Mission to Rescue ambayo iliweza kutolewa tarehe 1 June. Kwa hivyo ina mengi ya kujifunza, waweza jipatia pale uende ukaiangalie. Inaitwa Mission to Rescue, an action drama movie ya nchi ya Kenya. Unajua tumezoea kuangalia mengi zaidi kutoka nchi zingine. Vile vile tuweze kuunga mkono yale ambayo tunaweza jitotoa kama sisi wa Kenya. Vile vile we support our own content. Vile vile tuna hapa COVID-19 centers, epicenters ambao tulisoma hapo jana magazeti hapo jana kwamba Kisumu, Kisii, Homa Bay, Migori ni baadhi ya zile county ambazo sasa hivi zimerekodi visa vingi zaidi, ambao asilimia ya watu ambao wanakufa vile vile iko juu zaidi kuliko makaunti mengine ama nchi mzima. Kwa hivyo sasa hivi wanasema kwamba kuna shida, kuna ulegevu mahali, manake hata kuna zile testing kits ambazo zimekuwa chache na finyu zaidi, na kwa hivyo watu hawapimwi vyema ili kugundua wale na kufanya contact tracing. Ikiwa fulani amepatikana na ugonjwa, vile vile wafanye contact tracing ili waweze kupima wale ambao waliweza kukutana siku hiyo ama baada ya siku hiyo. Ni hayo tu kwenye ukurasa wa 5 na 6. Mpenzi mtazamaji, fika pale upande wa YouTube, like, subscribe to our channel. Katika ukurasa wa 8 unasema kwamba uteuzi wa majaji unatiliwa shaka. Hapa ni pale ambapo wiki mzima tu wa Kenya wamekuwa wakizungumzia kuhusu Uhuru ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Wanasema kwamba anaendelea kushurutisha idara ya mahakama. Wanasema kwamba uteuzi huo wa majaji unaendelea kutiliwa shaka pale ambapo jana aliweza kuwateua majaji wengine na wengine 4 wakaweza kuachwa nje.
Katika ukurasa huu wanasema kwamba rais hakufaa kutumia sherehe kutishia mahakama. Aikumbuke kwamba Juni mosi kulikuwa na sherehe ya Madaraka Day katika kaunti ya Kisumu, pale ambapo Rais Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wake na viongozi wengine waliweza kuendesha hafla hiyo. Wanasema kwamba rais hakufaa kuzungumzia swala la mahakama katika hafla hiyo zima. Wanasema kwamba aliweza kuwatishia majaji. Katika ukurasa huu wa 9 sioni habari yoyote. Ni ile tu wanasema kwamba wale ambao wanasimamia afya waweze kukimbia pale Kisumu na kupima corona. Upimaji uendelee katika kaunti hiyo ya Kisumu kwa sababu hafla hiyo ilitendeka pale na wananchi wengi hawako wamefuata yale masharti ambayo yamewekwa na serikali ili kuzingatia msambao ama kuzuia msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Pengine nikuulize, walisema watu ambao walikuwa wanatakiwa kuingia pale kwenye stadium ni 3,000 Amina. Yeah. Lakini kwa mtazamo wako, wale watu sio walikuwa nazidi 10,000 hivi? Sijui mtazamo wako ulifuatilia? Walizidi kwa mtazamo tu walizidi. Na unajua wako wamezingatia yale maagizo ambayo yamewekwa kwamba social distance, mask, wako wameyazingatia hata kidogo. So wanasema kwamba wale watu ambao wanasimamia afya waweze kukimbia pale na kuwapima. Na vile vile ikumbuke kwamba ile variant, the Indian variant, ilipatikana Kisumu of all the counties, na yale yakatendeka. Kwa hivyo kwa kufikiria tu kunaweza kuwa na shida kutokana na COVID-19 kutokana na ile hafla. Kunaweza kuwa. Sababu jana wakati niliona ulisoma gazeti lako la The Standard, ulisema kwamba baadhi ya zile county ambazo zimenakili visa vingi zaidi vya COVID-19 Kisumu ilikuwepo. Vile vile Kisii. Na ile hafla sasa unajua ndo pengine unajua kuna wale ambao walikuwa wanataka kuona rais ambao hawajatoka kwa nyumba zao. Wakaenda pale pengine wamepata ugonjwa ule, pengine huwezi jua. Wamepeleka pale nyumbani kuna watoto wake, kuna wengi, unajua sasa sielewi, lakini ni Mungu tu. Magufuli Telete alikuwa anasema kwamba ni Mungu tu, ni maombi. Ndio itaponya corona. Amen. Katika ukurasa huu wa 10 anasema kwamba ni barua ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti. Kama huyu anasema kwamba sherehe za kitaifa siangazie ufanizi wa nchi badala ya kuchapa siasa. Anasema kwamba kila hafla ambayo ni sherehe ama ambayo inahusu sherehe za kitaifa waweze kuangazia ufanizi wa nchi badala ya kuchapa tu siasa. Kuna huyu anasema kwamba hedhi si dosari ya kimaumbile. Huyu ni barua nyingine. Kuna huyu anasema kwamba usimamizi katika NHIF una mapungufu jungu nzima. Huyu anasema kwamba kuwe haki kati ya uteuzi. Huyu anasema kwamba degree ya ualimu iondolewe. Hizi ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa na Wakenya. Huyu akisema kwamba serikali ihakikishe wanafunzi werefu wajiunga na sekondari. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Ukurasa wa 11 ni pambiko tu, na wanasema kwamba waliouza hadi makaburini. Wanasema kwamba kuna wale ambao waliokuwa wanauza hadi makaburini. Kuna wale ambao wameuza mashamba, vitu vingine. Ndio wameangaziwa katika ukurasa huu wa 11 kwenda mbele. Naam, ukurasa wa 8 moja kwa moja tuangazie ni kisa ambacho mwenzangu ashaangazia hapa. Ni juu ama ni kuhusu mapenzi ambayo yaliweza kumtia mmoja kaburini. Bwana na bibi walikuwa wanapendana kidogo, mambo ikatia ama tunasema kitumbua kikaingia mchangani. Kuna huyu mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Chachiri ambaye alikuwa anaitwa Jane Mthoni, na vile vile kuna yule alikuwa anaitwa Solomon Mwangi. Solomon Mwangi ndiye aliweza kuuliwa na kwa tuhuma kwamba mwanamke wake alikuwa mwanamke ama niseme bibie ambaye ni Jane Mthoni, pengine aliweza kuunganisha na kufanya mpango na kuweza kumuua. Na vile vile Mthoni ameweza kuwa accused pamoja na Isaac Ng'ang'a mwenye anajulikana zaidi kama Gikuyu. Mwenda zake aliweza kupotea mnamo Novemba tarehe 6 mwaka 2016, ambapo mwili wake ambao ulikuwa mutilated ulipatikana kwenye
coffee plantation pale Juja, kwenye mimea ya kahawa pale Juja, lakini hapo jana haki iliweza kutendeka ambapo Muthoni aliweza kuhukumiwa jela miaka 30. Kumbuka pia walikuwa na watoto 4 ambapo watoto hao walikuwa wanalia zaidi wakisema kwamba kidogo mama yao pengine she's not guilty, na walikuwa wanasema kidogo hawezi mpoteza baba yao vile vile waweze kumpoteza mama yao, maana walikuwa wanaona kidogo ni kama kwa njia moja au nyingine walikuwa wamewapoteza hao wote. Lakini vile vile kutokana na ujumbe wa mtoto ambaye anaitwa June Mbudhi, alikuwa anasema kwamba nitanakili ama nitasoma moja kwa moja jinsi alisema. Alisema kwamba we crave our parents love every day and it's so hard. Kunradhi, we crave for our parents love every day and it's so hard. I believe my mother is innocent and I know that one day the person behind this will be known. Ni ujumbe wa simanzi zaidi ambao mtoto huyo aliweza kusema, lakini yote yaliweza kutolewa, hukumu hiyo iliweza kutolewa pamoja na Nakuru judge ambaye anajulikana kama Joel Ngugi. Joel Ngugi alisema kwamba this woman was wicked and vengeful. Asema was vengeful, kwa hivyo akamhukumu. Kumbuka hawa ndio wale walikuwa pamoja na wale wengine ambao walisema kwamba BBI is illegal and void. Ukurasa wa 8 huo pamoja na 9 ndo hayo yameangaziwa. Vile vile ukurasa wa 10, 11 ni matangazo tu. Ukurasa wa 12 hapa ndo tunaangazia kwamba kidogo kuna wale ambao ni wana practice apiculture. Wanafuga, tunasema ni kufuga bees, nyuki. Ama ni sijui nisemaje, nyuki. Na mwakini kwamba kidogo wataanza kufuata masharti magumu ikiwa the Livestock Bill 2021 ambayo ilikuwa sponsored by the majority leader Amos Kimunya itapitishwa, kwamba kidogo mambo yatakuwa magumu, manake kuna sheria ambazo zitawekwa ambayo itaangalia kwamba wale nyuku wataekwaje, the type of hives zinatumika. Kwa hivyo kidogo pengine unajua masharti yakiwa magumu, faida bei pia itaenda juu. Na ukurasa huo 12 vile vile kwenye ukurasa huo tunaona kwamba kiwanda cha Sony Sugar kama kitasitisha operations zake kwa wiki 6. Na hizo wiki 6 ni sababu amesema kwamba hilo kampuni kidogo limekuwa experience breakdown, mashine zinakata kazi. Kwa hivyo amesema kwamba kidogo wanataka kuifanyia maintenance kwa wiki 6 zijazo. Vile vile ukurasa huo ndo tunaona kwamba pale Naivasha county ama kunradhi serikali imeweza kutia marufuku uvuvi pale usiku. Hii ni pamoja na kutokana na lile swala ambalo limekuwa likitokea masiku ama pengine niseme mwaka mmoja ambao umepita, ambapo kuna kikundi cha watu haramu ambao wanaenda pale kwenye Naivasha pale ziwani, wanaanza kufanya uvuvi illegal. Kwa hivyo ni katika ile harakati ya kuzuia hayo yote, na ndipo tunasema kwamba serikali sasa hivi imepiga marufuku wale wote wanavua samaki katika maeneo yale ya Naivasha kwa nyakati za usiku. Katika ukurasa huu wa 12 ni Bambika pale ambapo wanaangalia wanamitindo, wanamwangalia huyu Milk and Honey ambaye aliaga dunia 1980. Kuna huyu anajulikana kama Notorious P.I.G. Kuna huyu anajulikana kama Nyota Ndogo, wanamwangazia ambaye anasema kwamba yeye yupo tayari kupokea talaka kutoka kwa mwanamume wake ama bwana wake ambaye ni mzungu Hanning Nielsen. Kuna huyu wanamwangazia anatoka kama Eric Omondi. Naona kuna Rastil Down ambaye aliaga 1997. Kuna huyu Esther Msila ambaye ni bibi yake Guardian Angel, na wanamwangazia huko anasema kwamba nyinyi endeleeni kuongea, mimi wasijali. Kuna huyu anaitwa kama Nadia, wanamzungumzia Bob Marley ambaye aliaga 1983, wanamzungumzia katika ukurasa huu. Kuna wengi ambao wanazungumziwa, kuna team naona hao ndio wameangaziwa katika ukurasa huu wa 12 na 13 gazeti la Taifa Leo. Ukiangalia hawa wawili wamekuwa wakizungumziwa katika
mitandao ya kijamii. Huyo ni Guardian Angel akiwa na Esther Msila. Kumbuka kwamba Guardian Angel amekuwa akizungumziwa kwa sababu amemwoa Esther Msila mwenye umri wa miaka 51. Wale wengine wakisema kwamba Guardian hapaswi kufanya hivyo kwa sababu yeye ni kijana mdogo na bado hana mtoto. Unajua huyu Esther Msila ameoa na ana watoto. Mtoto wake mkubwa ana umri wa miaka 29. Ana mtoto mwenye na ashaolewa, ni mtu ambaye ana watoto. Na kuna last born amekuwa na birthday the other day, ana umri wa miaka 20. Ana Msila na ni Guardian Angel kuna miaka mingapi yeye? Ana miaka 31, ana miaka 31. Kwa hivyo kuna 20 years amemzidi kwa umri wa miaka 20. No, naangalia ule kijana wa Esther, anaitwa Esther, mkubwa ambaye ana umri wa miaka 29. Maana yake unajua ni msichana. Ni msichana. Mkubwa ni msichana. Na wengi walikuwa wanasema kwamba mbona akaacha msichana akaenda kwa mama yake. By the way, unajua hiyo gap ya 2 years pengine ingekuwa, lakini unajua mapenzi yakija amekuja. So unajua inamaanisha huyu Guardian Angel hawezi sana huyu mama. Inawezekana. Huyu ni mama tu, sasa msichana. Inawezekana. Kuna uwezekano? Naam. Ako na miaka mingapi? Guardian Angel ana 31 na huyu mama ana 51. 51. Menopause nafika mwaka mgani? 45. Inakaa noma, lakini pengine wajua mapenzi ya watu wengine hatuwezi ongelea. Manake moyo ukipenda umependa. Pengine anazawa bibi wa pili aweze kuzaa, pengine watazaa. Sara wa Biblia alizaa akiwa na miaka mingapi? Unajua West fananisha Biblia na sasa. Vitu vimechange. Things have really changed. Zadok alikuwa ananiambia kwamba wakati wa Sara ulipitwa. Ule wakati ulipitwa, sasa hizi ni wakati wetu. Naam, sijui umemaliza hapa bado ukurasa wa 15 na wanasema kwamba maandalizi ya Sydney Sport tu, ambapo wanasema kwamba maandalizi ya Simbas kwa kombe la dunia mwaka wa 2023 yapata pigo, huko wanasema kwamba Gor Mahia yanyesha Cusco na kufuso 16 bora wa Petway, huko wakisema kwamba Congo Boys waliza Young Bulls na kujiba matumaini katika kaunti ya Afia. Wanasema kwamba patashika KWPL round 10 ikinoga. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Taifa Leo. Kisema kwamba weekend wanasema kwamba Brazil ya alika Ecuador kichinjioni meji ya kombe la dunia mwaka wa 2022. Na gazeti hapa na la The Standard ukurasa wa 14 naenda kuangazia 14 na 17 mwisho kwenye gazeti hili, mengine pengine utaweza kujisomea. Kwenye ukurasa wa 14 hapa kuna kisa kimoja ambacho nilikisoma hata mimi mwenyewe nikahisi kwamba kidogo kimenigusa. Manake ni kisa cha mama mmoja ambaye alimpoteza mtoto wake wa miaka 8. Mtoto wake alikuwa anaitwa Phonic Omondi na mama yake vile vile alikuwa anaitwa Jacqueline Halenya. Jacqueline alikuwa na mtoto wake, lakini aliweza kupotea siku chache tu, na kisa chake kiliweza kuangaziwa kwenye runinga ya KTN. Na wakati kisa chake kiliweza kuangaziwa pale KTN, aliweza kupata simu, ilikuwa saa 4:40 siku ya Jumatatu. Pale ndiye aliambiwa kwamba aende pengine aweze kuangalia kama atapata mtoto wake kwenye kuna Nimaland Queens and King Center in Ruta Satellite pale Dagoretti, ambayo ni ya watoto mayatima, tunaweza children's home. Na alienda pale na hakika aliweza kupata mtoto wake, kwamba kuna huyu mtoto alikuwa amepatikana pale stranded on the road. Kwa hivyo akapelekwa pale police station, au kwa anazinga hila kumpeleka kwenye ama tuseme children's home. Lakini ilikuwa ni furaha tele. Alikuwa anaelezea kisa chake kwamba ilikuwa imekuwa shida kidogo, alikuwa anakaa mwenda wazimu. Manake alikuwa anapita kwa barabara akiona kuna watoto wenye wako rika ya umri wa miaka 8 hivi, anaanza kuwakimbiza such that wanaweza kimbia wakimbie kwenda kwa penye mtoto wake hako pengine. Na mambo kama hayo, lakini hayo yataeleza isha. Ukiangalia picha hiyo, hata wewe kama wewe ni mzazi unaifeel tu furaha, yani hata usipokula tuseme siku 2 tutakuwa sawa. Manake ni kisa kiliniguza zaidi. Hiyo utaipata pengine, story hiyo utaipata kwenye ukurasa wa 14. Mwisho acha niangazie hapa, should Kiunjuri be Ruto's running mate in 2022?
Maoni yametolewa, kuna wale wanapinga hayo, kuna wale wanaunga mkono. Kwa hivyo sije maoni yako ni yapi? Ni hayo tu kwenye ukurasa huo wa 17 gazeti la kwangu hapa The Standard. Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza pata gazeti lako la Taifa Leo au Standard ili uweze kujijuza na yale ambayo yalikuwa yamechapishwa katika gazeti hizi. La kwangu ni Fidel Omoshoki, tutakuwa katika mpango mzima wa Seria Obotaka. Hadi hapo Ijumatatu sana wakati kama wa leo kwenye magazetini, na kuambia Mungu akubariki na uwe na weekend njema. Barikiwa. Story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye Omwana wa Paketutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM.